isipokuwa ni wewe tu. Hatuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe tu uliyesema tujapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti hatutaogopa mabaya, kwa kuwa uko pamoja nasi. Baba, tumekuona ukitushika mkono, tumekuona rehema zako ni mpya kila siku asubuhi. Tunakushukuru Mungu wa rehema, tunakushukuru kwa rehema zako, tunakushukuru kwa huruma zako, tunakushukuru kwa wingi wa fadhili zako. Tunasema asante Baba, asante Yehova, asante Mungu wetu. Naendelea kuliadhimisha jina lako, jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka. Tunasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kuwa wewe Yesu Kristo ni Bwana. Kwa utukufu wako Mungu, tunakushukuru Baba, tunakuinua Mungu wa rehema, tunakutukuza Mungu. Tunasema asante Baba, asante hata kwa wale ambao hawawezi wako kitandani. Tunajua Mungu wa rehema, kwa rehema zako Mungu utawapa nguvu mpya tena katika jina la Yesu. Wale waliochoka Baba utawatia nguvu, kwa kuwa neno lako linasema uwawisha wazimiao. Baba Mungu wa rehema, yamkini katika ibada yetu kuna wale waliochoka, kuna wale waliokata tamaa, kuna wale waliokesha itakuwaje, kuna wale ambao hawawezi. Baba, kupitia ibada yetu kaguse maisha yao, gusa roho mpya tena, waguse Mungu wetu. Damu ya kwa Yesu Kristo imemwagika pale msalabani, ikatende muujiza jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Mungu wa rehema, tunapoendelea na ibada yetu tunaweka mtumishi wako kuja kunena neno lako la uzima. Nena na maisha yetu, nena Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Mungu kwa kuwa hatutatoka kama tulivyoingia. Katika jina lako Yesu tunaomba Baba tukiamini. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. Amen, amen. Amen. Je, kanisa tupo? Church, are we here? Tupo. Are we here? Basi acha ushimame. Please stand up. Ebu kwa upendo wa Yesu Kristo unaweza kumsalimia jirani yako. By the love of the Lord Jesus Christ, please greet your neighbor. Amen, amen. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe kanisa. The name of the Lord be blessed. Tunamshukuru tena Bwana Yesu. We thank Lord Jesus again kwa kuipata tena hii neema siku ya leo, for giving us this grace today, ambayo ni neema ya ajabu. which is a wonderful grace. Tumebarikiwa tena We are blessed one more time kuonekana mahali hapa. to be here. Bwana Yesu asifiwe sana. Lord Jesus be praised mightily. Hebu unaweza kumpigia Bwana Yesu makofi. Can you please clap for the Lord Jesus Christ? Amen, amen. Amen. Hii ni neema ya ajabu wa ndugu zangu. This is the greatest grace. Kuona tena wa ndugu tumekutana It is great that we have met again tukiwa wazima
As we are all Jambo la happy, kumshukuru Bwana. it's an issue to thank God. Jina la Bwana libarikiwe. The name of the Lord be blessed. Basi nitaka tena niseme karibu kanisa. And then I would like to welcome all of you as a church. Mmefanya vyema kuonekana siku ya leo. You've done well to come today. Siku ambayo tutakwenda kubarikiwa The day that we are all going to be blessed kwa ajili ya neno la Mungu. with the word of the Lord. Amen. Amen. Wiki nzima iliyopita The entire week that have passed by, tulikuwa katika pirika za maisha. we had an up and down of life. Bwana Yesu asifiwe sana. Lord Jesus be praised. Inawezekana haukusoma hata Biblia. Maybe you did not have a chance to read the Bible. Inawezekana haukusikia hata neno la Mungu. Maybe you did not have that chance to hear the word of God. Lakini siku ya leo However, today ni siku ambayo Bwana alifanya vema kwa ajili yetu. is the day that the Lord made good for us. Kama jinsi Biblia inasema tuifanye takatifu, As the Bible says, let us make it holy. ambayo ni siku ya leo ya That's Sabato. today, a Sabbath day. Bwana Yesu asifiwe sana. Lord be praised. Kwa hiyo inaonekana umeiheshimu siku ya leo. So it is clear that you've honored today. Na hiyo ni jambo nzuri sana. And this is a good thing. Yaani inaonesha moyo wako, shukrani ambayo uko nayo kwa ajili ya Mungu. It's showing the thanksgiving spirit that you have Kuwepo for the kwako Lord. hapa siku ya leo. Your presence here today. Bwana Yesu asifiwe sana. Lord Jesus be praised. Basi asante sana. So thank you so much. Vile vile nitaka kuwakaribisha hata wale ambao wanatufuatilia online. And I would like to welcome those who are following us online. Tunasema tena karibu sana One more time we want to say thank you so much. katika ibada yetu ya siku ya leo, And you are all welcome in our program today. ambayo ni ibada nzuri sana, That is a very good service. ambayo tutabarikiwa sote. That we all be blessed. Kwa wale ambao wanatufuatilia For those of you who are following na us sisi ambao tuko mahali hapa, and those of us who are here present, sote tutapokea mamoja mbele za Bwana. all of us, we are all received equally to the heart of Bwana the Yesu Lord. asifiwe sana. Lord Jesus be praised. Na hiyo ni jambo ya muhimu sana mbele And za that's Mungu. very important. Amen, amen. Amen, amen. Basi hatuna mengi ya kuzungumzia So we have no much to talk. isipokuwa tu nilitaka nimkaribishe baba mchungaji Dr. Absalom Nasua And I'll welcome our kwa Father, mengine Dr. yafuatayo. Absalom Acha Nasua. tumpigie Bwana Yesu makofi kwa Let us clap kumkaribisha. for the Lord Jesus Christ, for our pastor. Amen, amen. Amen. Bwana sione kama kuna kuchangamka. Sema Mungu Baba Say, God Father, ukiwa umesimama. please stand up. Sema Mungu Baba Say, God Father, katika jina la Yesu. in the name of Jesus, Ninakwenda kinyume I'm going against na kazi zote za ibilisi with all the work of the enemy katika maisha yangu in my life na katika maisha ya and in the wanaonizunguka. life of those who surround me. Ninapinga roho ya magonjwa, I stand against the spirit of magonjwa ya sickness and kansa, diseases, cancer, magonjwa ya moyo, the magonjwa ya heart disease, pressure, heart of pressure, magonjwa ya mifupa, bones diseases, magonjwa ya damu, the sickness of blood, magonjwa ya kupoteza kumbukumbu, the kila forgetfulness, ugonjwa unaotajwa juu ya dunia all kind of sickness and hautakuwa diseases fungu langu mimi that want to be my na portion fungu la uzao wangu and the portion of my na fungu la family, wanaonizunguka portion of those who katika surround me. jina la In Yesu. the name of Jesus, Ninatangaza ya I kwamba declare that kila silaha every weapon itakayoinuka juu that is yangu erecting au against juu ya me uzao wangu or against my au juu ya children, my wanaonizunguka family, and those who surround me, it haitafanikiwa won't have katika effect. jina la In the name Yesu. of Jesus, Nitakuwa juu siku zote will be na kamwe so sitakuwa every day, chini. and I will Nitakuwa never go down. baraka I will na bless him, kamwe sitakuwa and I will laana. never be a Adui curse. atakuja mbele yangu Enemy will come in front kwa of me njia moja, in one way, lakini kwa njia saba They'll go tatawanyika back in katika scatter jina la seven ways, Yesu, in the name of katika Jesus. jina la In the name Yesu. of Jesus. Damu ya Yesu The blood of Jesus inayonena mema, that is speaking inene the mema juu goodness yangu, about me, inene mema juu ya uzao that is wangu, spoken about inene me, mema juu ya watu that is wote declared wanaonizunguka goodness about those katika that jina la surround Yesu. me, in the name of Amen. Jesus. Amen. 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 Amen.
Usifanye mchezo kabisa na shetani kwenye swala la afya. Do not play with Satan concerning your health. Tuko pamoja? Are we together? Afadhali uwe huna hela mfukoni lakini uwe na nguvu. You are better being broke but be healthy. Shetani akikupiga na kitu kimoja, when Satan strike with one thing, ukaenda hospitali ukaambiwa figo zako zote zimefeli, and go to the hospital and only to be told your kidney are failing, nataka nikwambie, I would like to tell you, utakuwa unaomba lakini tuona kama kuna jiwe hapa juu, yani kama praying but you will feel like there is a big stumble block in front of you. Pamoja? Are we together? Ukafika hospitalini, you get to the hospital, doctor akakwambia doctor's telling you una cancer stage 4, you have cancer stage 4, unasahau kila kitu duniani, and you forget everything in this world. Unaweza kuwa umekwenda na mtu hospitali lakini ukafikiria ulienda peke yako, and then you may think you were alone. Kila ndoto yako inabadilika. All of your dream will be changed. Sasa Biblia inatuambia, now the Bible tells us, usiache mpaka adui aje ndani. Do not wait until the tunajua Mungu anaponya, and you know God tunajua Mungu anafungua, we know God tumemwona akifanya hivyo vitu, seen him doing it. Lakini usisubiri mpaka shetani akuite. Do not wait until it knocks you down. Yani lazima umtangazie shetani, and you must be just Satan before that. Wewe wala watu wanaokuzunguka, that is concerning yourself or people that surround you. Kwa sababu shetani akimgusa rafiki yako, because when Satan touch your friend, na wewe utakuwa ni mtu sasa wa kumhudumia, and then you will be the only person to administer. Ratiba za maisha zitabadilika. So your plans of your life will change. Lakini nataka niwatie moyo, I would like to encourage you. Mungu tunayemwabudu, God that we are worshiping, ni Mungu aliye hai. He is a living God. Ni Mungu anayejibu. He is God that answers prayers. Tena nyakati tulizo nazo, Mungu anajibu kwa wepesi sana. God is answering in a quicker manner. Are we together? Are we together? Mungu anajibu kwa wepesi sana. God is answering quickly. Lakini na wewe jiengeze kidogo. And you too, get ready. Usifanye mambo ya Mungu kwa mambo yako ya kilegevu. Do not just do the work of God with all laziness or doubt. Tunaona pamoja? Are we all together? Usifanye mambo ya Mungu yakawa mambo yako ya kilegevu legevu. Do not take the work of God for granted and with laziness. Jambo lolote linalomtaja Kristo, everything that is mentioning Jesus, wewe uwe namba moja, and be number 1, wala usiwe namba 2, and don't be number 2, wala namba 3, either number 3, uwe namba 1, but number 1. Niliwaambia hapa nimeokoka mwaka 86. I told you here I got saved in tarehe 19 mwezi wa 12. December 19. Lakini waliokuwa waniongoza sala ya toba wakanichelewesha mpaka tarehe 1. And I was told to wait until January. Na mpaka leo namlaumu yule ndugu kwa sababu ni mwalimu wetu wa chuo. I keep on blaming him because he's one of our. Akasema tutakuombea tarehe 1 kwa sababu tunaandaa maigizo ya Christmas na mwaka mpya. Kwa tuko busy. Pray for you on January 1st because we are preparing a Christmas. Na wewe umejipeleka mwenyewe jamani. Nimesikia Mungu anazungumza na mimi jamani. Nataka kuokoka. Umejipeleka mwenyewe. I need to be saved. You brought yourself there. Lakini unaambiwa tarehe 1. But you are being told January 1st. Kwa hiyo wokovu wangu ni tarehe 19 mwezi wa 12. That means your redemption was on 86. Lakini walionichelewesha wakanipeleka mpaka tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 87. Tangu nilipookoka, since I got saved, mpaka napoongea sasa hivi, up to the time I'm speaking here, nilisema, I said, naweza kuambia nimeacha ibada mara ngapi. I can count how many times I've na nataka nikwambie yamkini sijafika mara 10. I will tell you that it hasn't yet been 10. Tangu tarehe 19 mwezi wa 12 mpaka napoongea sasa hivi, 19th of nikihesabu haziweki zikafika 10. 1986 I've never missed. Na hizo 10 siku ambayo nimekosa kama nilikosa kwa sababu hii, lakini mchungaji wangu nilimtaarifu. Sitakuwepo ibada kwa ajili ya jambo hili na sadaka yangu ni hii hapa. So the day that I miss my service, na nyakati hizo kulikuwa hakuna cash app, kulikuwa hakuna Zelle wakati huo. Lazima upeleke kanisani kabisa kwa mchungaji ukampe. So my offering must go even if I didn't attend church. Na ndio maana hata nikilala usingizini, even when I sleep,
Yale mapepo analetaga watu nyama kuchoma, hawezi Those kusogea spirits kwangu. not bring meat. Hawezi They won't wakasogea. get closer to me. They can't get Kwa sababu closer. Biblia anasema anayelisikia neno la Mungu na kulifanya And the one who hear the word of the anafananishwa na Lord mtu and practice it aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. is Mafuriko compared to yakapiga somebody who nyumba has ile. built on top of the rock. Mvua zikavuma, Even if there's pepo a zikagonga, storm or ile rain, nyumba that house haikudondoka does not kwa sababu fall ilijengwa kwenye mwamba. because it is built on top of the rock. Leo baadaye tutapokea shukrani pekee ya dada Joli, And today we will receive naye ana ushuhuda kama mimi. thanksgiving. Tangu dada Joli amejiunga na hili kanisa, And she has a testimony. siku like zake me. alizokosa tunaweza tukazihesabu. And since Tangu he joined alipojiunga the hapa. church, her days of missing, we can Nakumbuka count them. Umoja ina washarika dunia nzima, si ndio? And remember, Umoja has Lakini nataka nikwambie msharika ambaye haniumizagi kichwa. the believer, one Ni of the John. believer that does not give me headache. Naumizoga is Gioli. kichwa na watu wa kila rangi yaani wa kila rangi, kwa sababu Umoja iko kila mahali. So she's everywhere. Mtu anaweza kukupigia simu kutoka Kenya, And somebody lakini can akakuachia call you from bomu, Kenya, yuko but Kenya, lakini they hapo left- ukakosa They usingizi. left you some news that will make you lack peace. Lakini However, huwezi ukawa na kanisa zote watu kama Joli, you haiwezekani. can't have Lazima uwe na wale ambao church with people like Gioli. wanakushape ili uweze So there are kuomba, some people that are shaping you ili so uweze that kumtafuta you're Mungu. running to Hao look for lazima uwe God's nao. face. You need those people. Si unajua wewe lazima uwe nao, na wale ni Those wazuri kwa people sababu you need wanakusaidia them. kufanyaje? Those are good people. They Wanakusaidia are pushing you kujenga masozi zako kwa for you kumtafuta Mungu. to get closer to God. Ukiwa na watu wote kama Joli, If you unaweza have usikue kiroho, kwa everybody sababu like, Sister hakuumizi Gioli, kichwa. you may not grow spiritually because it Ukisema doesn't give kitu, you headache. baba niko hapa. And then when you say something, Gioli is there. Atakutumia message katikati ya wiki, baba unaendeleaje? And send you a message during the week. How are you, Father? Wewe unafanya hivyo? How do you do that? Kila mtu anapambana na hali yake. Everybody. Afadhali Joli anapambana na hali ya mchungaji wake pia. At least Sister Gioli takes care of Kwa hiyo her. baadaye tutakuwa na Pastor. shukrani pekee ya So Joli. after she will come and give thanksgiving. Sasa hivi nataka nikaribishe mtumishi wa Mungu. Right now I'd like to welcome the man of God. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu leo, Pastor nani mhubiri wetu? So today our preacher is Pastor Sam. Pastor Sam Pastor Sam, leo anakwenda kutuhudumia. he's going to administer today. Kila siku ambayo Pastor Sam anatuhubiria, Every day that Pastor Sam will preach for us. hahubiri mara kwa mara, He preaches often. lakini kwa zile mara anazohubiri Does not preach often, but once he preaches, anafanya vizuri. he does well. Na sifa moja ambayo nimepata kutoka kwa watu mbalimbali, And one of the praise that I got from wanasema people from Umoja different places, mna wachungaji wazuri. they say, Umoja, you have good pastors. Hata jana nimepata simu kutoka kwa Dr. Mwakasisi, Even yesterday I had a call from Dr. Mwakasisi. akasema Umoja mmebarikiwa. He said, Umoja, you are blessed. Anapiga simu na mimi nataka kukuambia tu mchungaji, Umoja mmebarikiwa, mna God watumishi and say, wazuri. Pastor, Umoja, you are blessed. You have good pastors. Sasa unajua yeye hajui mambo mengi, And you know he alafu doesn't know a anasema lot of watumishi things. wote wanakuheshimu sana. Anaposema hajui ya ndani, si ndio? He doesn't know Hajui huku all ndani of kuna what mengi, going on. unaona hiyo. Lakini akasema But he said, sijaona huduma kama hiyo, I've not seen a ministry like this one. na nimemtaja jina ili umuulizie kama unataka kumuuliza. Sasa sijaona huduma kama hiyo, I mentioned the name, so if you want to ask him, you can. na hii ni kwa sababu tuna wachungaji wazuri wanaotuhudumia. Because we have good Moja hapo preachers. Pastor Chaka, Pastor Sam Mwangati. One of them Hebu is simama kwa Pastor miguu yako Sam. wakati mtumishi wa Mungu Pastor Sam Mwangati anakuja Please stand up. kutuhudumia, Pastor Sam is going to the altar. pamoja na mtafsiri wake Pastor Chaka wa Musa. Makofi zaidi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Clap for the man of God. Waimbaji vigelegele kwa ajili ya mchungaji wenu. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen.
Haleluya. Kama unaweza ungeendelea kusimama kama ulivyo hapo mara moja. Kuna jina moja la Mungu, jina kubwa sana kwa lugha ya Kiyahudi, kwa jina Kiebrania, Hebrew. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. Tuimbe wote. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha. Alpha and Omega. You are Yahweh, Baba. You are Yahweh, Alpha and Tuimbe tena. Omega. Peke yako, you are Yahweh. You are Yahweh, Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Yeah. you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. you are Yahweh, Alpha and Omega. Tuombe. Inua mkono wako mmoja juu, Lift up your hand. alafu mmoja weka kifuani namna hii. Put one hand on your chest. Tunasimama mbele ya Yahweh. We are standing before Him. Anatusikia sasa. And God is hearing us now. Father, Baba, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, you are Yahweh. wewe ni Yeo, You are the Alpha. wewe ni Alpha. You are the Omega. Wewe ni Omega. Yes, Lord. Ndio Bwana. Keep on worshiping. Worship Him. Endelea kumwabudu tu, endelea kumwabudu. Worship Him. Worship Him. Mwabudu, mwabudu, mwabudu Mungu. Worship Him. Worship Him. Mwabudu Baba. Worship Him. Mwabudu yeye. He's so big. He's so good. Yeye ni mkuu, He's so sweet. Yeye ni nzuri. You are Yahweh. Alpha. Yes, you are. You are Yahweh, Alpha and Omega. But you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Yes, you are. you are Yahweh, you are Yahweh, Yes, you are Yahweh. you are Yahweh, Alpha and Omega. Alpha and Omega. Are Yahweh. You are Yahweh, Alpha And Omega. and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Hey, you are. Yahweh, You are Yahweh. you are Yahweh, you are Yahweh, You are Yahweh. Alpha and Omega. Yes, you are. Alpha. Alpha. Father, we thank you for this moment. Baba, tunakushukuru kwa muda huu. For what you need is the moment. Kwa kile
One moment, muda mmoja tu, in one moment, Master, dakika you can moja, change everything. unaweza ukabadilisha In kila one moment, Master, kitu. Kwa muda mmoja you can change everything. unaweza ukabadilisha kila In one moment, kitu. Katika muda mmoja you can transform. unaweza You can transform unaweza my life. maisha yako. Thank you, Master. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Bless the reading of your word. Hallelujah. Bless the reading of your word. Soma, bariki neno lako And bless your people na ubariki watu wako right now. sasa hivi In Jesus' name. kwa jina kuu la Yesu. Amen. 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 Please be seated. Unaweza ukaketi. Hallelujah. 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 Today, Leo let me thank Pastor Dr. Absalom Nasur again. wacha nimshukuru mchungaji Askofu Nasua tena. Yes, some more hands to Jesus Hebu for tumpige makofi the man of God. mazuri kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for this opportunity Asante kwa fursa hii to stand before God's people. kusimama mbele ya watu wa Again. Mungu kwa mara nyingine. I don't take this for granted. Sichukulii jambo la kawaida, I'm humbled. nimenyenyekezwa. Now, in the Bible, Sasa katika Biblia it's going to be very brief today. tutakuwa na kipindi kifupi leo. So I'm excited for my friend Deborah. Nina furaha kwa ajili ya rafiki yangu. Yeah. If you don't know Deborah, you're going to see her here Kama playing hujui, violoncello. mtamuona akicheza hapa Yeah, some minutes to come. muda si mrefu. Yeah. And so let's do this together. I know most of us are tired Najua wengi tumechoka. because of their schedules of jobs. Kuna wengine mmetoka kazini. Let's do this together. Hebu tufanye hivi kwa pamoja. Today's sermon Ujumbe wa leo is titled Hope Again. unasema tumaini tena. Are we excited for that? Tuko pamoja. Now, Sasa we all know tuna- a guy called Jesus. Jesus of Nazareth, right? tunamjua mtu aitwaye Yesu wa Nazareti. Jesus of Nazareth. Yesu wa Nazareti. And we know this person called Joseph. Alafu tunamjua huyu mtu ambaye anaitwa Yusufu. Amen? Amen. Allow me to ask us a question here. Niruhusu niulize swali. Anybody just, you say it loud. Na yeyote anaweza akajibu tu. Who was Joseph? Somebody just say it loud. Yusufu alikuwa nani? Yeyote Just anaweza raise your akajibu. hand and just say it out. Kama Who was, inua what do you tu understand? mkono If wako tuambie Yusufu ni nani a kwenye Biblia. child is asking you, who is Joseph in the Mtoto Bible? akikuuliza Yusufu kwenye Biblia ni nani? Unaweza ukasema nini? Just one word. Mtu mmoja Or aliwa two mkono. words. Jamani, hakuna wanaosoma Biblia humu. Joseph in the Bible. Yusufu ni nani? Mary's husband. Thank you. That's a good answer. Asante, swali zuri. Mume wake na Mariamu. Kuna mume wake Mariam. Who is Joseph in the Bible? Yusufu kwenye Let's go back to Biblia, the ni Old nani? Testament. Joseph. Let's go to Na Old kwenye Agano la Kale. Who is Joseph? Yusufu ni nani? Son of Jacob. Mwana wa Yakobo. Thank you, Pastor. Asante. Who is Jack? Who is Joseph? Nani Yusufu ni nani? Mama yake? I just say it. There's no Sema wrong tu, answer siogopi. or right answer. Say that again. A father of Jesus. Aha, Yeah. baba mlezi. Okay. Thank you. That's true. Asante. Let's go to the Old Testament. Tuko kwenye Agano la Kale lakini. Let's go back to the Old Testament now. Agano la Kale. The boy with dreams. The boy of dreams. Kijana wa ndoto. That's right, huh? Mvulana Another wa one. ndoto. Somebody else. Nani anamjua? Joseph. Yusufu ni nani? Wow. Mtoto wa Yakobo. Wow, that's powerful. Oh, na Rachel. Did he say Rachel? Yeah. Mtoto wake Raheli na Yakobo. Anybody else? One more. Mtu mwingine One more. mmoja He saved Israelite.
From this end. The prime minister? The prime minister of Egypt. Waziri mkuu wa Misri. Asante. Every answer is correct. Majibu haya yote ni sawa. Don't stop to do those keys. James, don't stop. Don't stop there. It's going to end very, very soon. So, Jacob, as the pastor said, kama mchungaji alivyosema, he was a son of Jacob. Alikuwa ni mtoto wa Yakobo. Jacob Israel. Ambaye ni Israeli. Son of Rachel. Na ni mtoto au mama yake aliitwa Raheli. And he was a key biblical figure known for his God-given dreams. Ni mtu anayejulikana kwenye Biblia kwa ndoto zake alizopewa na Mungu. He had unwavering integrity. Alikuwa na unyovu usiopindika. And remarkable rise from suffering to leadership. Na ni mtu aliyeinuka kutoka kwa mateso na dhiki kubwa hadi katika uongozi. He was betrayed. Alisalitiwa. He was sold by his jealous brothers. Akauzwa na ndugu zake ambao walikuwa wanamuonea wivu. He was taken to Egypt. Akapelekwa Misri. He suffered false accusation. Na kule akashtakiwa kwa mashtaka ya uongo. He was imprisoned. Akafungwa. Yet remained faithful. Lakini pamoja na hayo alibakia mwaminifu kwa Mungu. Joseph, Yusufu, interpreted Pharaoh's dream. Alitafsiri ndoto za Farao. And he was elevated to second in command. Akainuliwa hadi nafasi ya pili over entire Egypt. Juu ya Misri yote. And he used his position faithfully. Na akatumia mamlaka yake kwa uaminifu. And lastly, Joseph na Yusufu is a powerful testimony of God's sovereignty. Habari zake ni ushuhuda wa utawala wa Mungu. God's forgiveness. Jinsi Mungu anavyosamehe, usamaha wa Mungu. And what others may mean for evil, na kile ambacho watu wanaweza wakakusudia kwa maovu, that God can turn it for good. Mungu anaweza akakigeuza kuwa mema. Amen. Amen. You want to take those drums, bro? Don't leave those drums. We're going to worship just in a moment, okay? Amen. If you are we excited to be in the house of the Lord tonight? Nyumbani mwa Bwana jioni ya leo. Somebody say hope again. Mwambie mtu tumaini tena. Hope again. Tumaini tena. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Now, I know if I ask you who is Jesus. Najua nikikuuliza Yesu ni nani? Can somebody tell me who was or who is Jesus to Yesu you? alikuwa ni nani? One word. Yesu ni nani? Mtu mmoja tu. Savior. Mwokozi. This is powerful. Asante, hiyo ni nguvu. Do you know that even the mother of Jesus needed a savior? Unajua kwamba hata mama yake na Yesu alihitaji mwokozi? And that's a verse in the Bible. Na ni andiko katika Biblia. Thank you, Pastor. Asante. Who is Jesus? Yesu Anybody ni else? nani? Who is Jesus to you? Kwako wewe Yesu ni nani? He's a redeemer. Thank you. Anybody else? He's Lord. Yesu ni Bwana. Anybody else? Listen. He's ni Mwokozi. Yesu ni Mwokozi. Mkombozi. Anybody else? Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Prince of Peace. Jesus was and is the Son of God. Yesu ni mwana wa Mungu. Bang. He's the promised Messiah. Yeye ni Masihi aliyeahidiwa. And yes, he's the Savior of the world. Na yeye ni mwokozi wa He ulimwengu. was born of a Virgin Mary. Amezaliwa na Bikira Mariamu. He lived sinless life. Aliishi maisha yasiyo na dhambi. He revealed God's heart Aliudhihirisha moyo wa Mungu through his teaching, kupitia kwa mafundisho miracles, yake, kupitia kwa miujiza and yake. he willingly gave his life. Na alibeba uhai. He gave his life alibeba uhai. Alipeana maisha yake for us, kwa ajili yetu. for whoever
ili yeyote that we believe in him, atakayemwamini that will not perish, asipotee but have eternal life. bali awe na uzima wa milele. Amen. Amen. Jesus Yesu rose from the dead on the third day. alifufuka siku ya tatu. That's the Jesus I'm talking about. Na huyo ndiye Yesu ninayemzungumzia. I said, that's the Jesus I'm talking about. Huyo ndiye Yesu He ninayemzungumzia. conquered sin and death. Alishinda kifo na mauti. Jesus. Yesu. Somebody say Jesus. Yesu, mtu He aseme was Yesu. fully God Alikuwa ni Mungu and kweli fully man. na alikuwa mwanadamu kweli. Jesus was, Yesu is, alikuwa and is to come. alikuwa yule jana, leo na hata Jesus was a healer, yeye alikuwa ni and he mponyaji. will be a healer. Yeye atakuwa And mponyaji. he is a healer Na today. yeye sasa hivi ni mponyaji. Jesus is our Redeemer. Ni mkombozi wangu. He was our Redeemer. Alikuwa ni And mkombozi he wetu. will be our Redeemer. Atakuwa mkombozi wetu. Jesus Yesu is the living hope. ni tumaini lililo hai. Somebody say hope again. Mtu aseme tumaini tena. Hope again. Tumaini tena. Jesus Yesu ascended on the third day. akapaa mbinguni, And one day, na siku moja he will come back again atarudi tena for you kwa ajili yako and for wewe, me. Hallelujah. kwa ajili yangu mimi. Amen. Now tonight, Sasa for jioni ya very leo, few minutes, kwa dakika chache I want us to define the word hope nataka tulielezee ili neno tumaini in simple terms. kwa maneno mafupi. So this is what I got from my research. Hiki ndicho nilichopata kutoka katika kusoma kwangu. Hope is the oxygen of the soul. Tumaini ni oxygen ama ni hewa ya nafsi. If you can turn on that monitor as well. I think they forgot to turn on that monitor, so I can look. If you can turn on the remote and turn on that monitor as well. Okay. Hope is the oxygen of the soul. Hope, yani tumaini ni hewa, ni oxygen ya moyo. When hope dies, wakati tumaini linakufa, faith suffocates. Imani inakosa pumzi. Dreams collapse. Ndoto zinavunjika. And destiny pauses. Na hatima inakuwa imefikia kikomo. Hallelujah. Amen. That is hope. Hiyo ndio tumaini. And tonight, na jioni ya leo, I came nimekuja to remind us kukukumbusha about a friend kuhusu rafiki whose name jina lake is Hope. ni tumaini. Hope is here tonight. Tumaini yuko hapa Hope leo. is here to heal. Tumaini yuko hapa kuponya. Hope is here to deliver. Yuko hapa Hope is here to save. Tumaini yuko hapa kuokoa. Hope is here to restore. Tumaini yuko hapa kurejesha. Jesus is here tonight. Yesu yuko hapa jioni ya leo. Jesus is here to love. Yesu yuko hapa kupenda. If you feel like forgotten, kama unaishi kwamba umesahaulika, I want us to go through a person who was forgotten. Nataka tumpitie mtu ambaye alisahauliwa. Joseph. Yusufu. Number one. Jambo la kwanza. The point number one, if you're writing down, kama unaandika chini, that's andika fine. point namba moja. It's going to be there online. Utaandika. It's going to be there online on YouTube. Itakuwepo, itapatikana, lakini kama unaandika andika. So number one. Jambo la kwanza. When the dream breaks, wakati ndoto inavunjika, hope again. Tumaini tena. When dream breaks, wakati ndoto zako zinavunjika, hope again. Tumaini tena. Hallelujah. Amen. There was a time kulikuwa na wakati that Joseph had a dream from God, right? Joseph had a dream from God. Yusufu alipata ndoto kutoka kwa Mungu. But his first stop was in the pit. Kituo cha kwanza kilikuwa shimoni. But it took God lakini ilimgharimu Mungu a moment. Muda. So we need time. Kwa hiyo na sisi tunahitaji muda. God needs a moment. Mungu anahitaji muda. One moment muda mmoja can transform your life. Ambao unaweza ukabadilisha can maisha change your situation. Unaweza ukabadilisha hali upside down. Ukabadilisha one moment with the king. Na mfalme. One moment mkutano with Yahweh.
na Yehova can change unaweza ukabadilisha your entire life situation. yako yote, hali yako ya No maisha matter how difficult haijalishi ni it might be. inaweza kuwa gumu vipi. Now, in the same way, Jesus Na Yesu was betrayed. alisalitiwa, He was stripped and crucified. akavaliwa nguo zake, akasulubiwa. But remember, Lakini kumbuka, that grave kaburi would not be able to stop his destiny. alitaweza kuzuia hatima yako. He was never able to stop his destiny. Kaburi alikuzuilia hatima yake. He said, I came to save, Alisema nimekuja kuokoa, to bring back to me what I created. kurejesha watu ambao niliwaumba, And nothing could stop that. na hakuna chochote Not kingemzuia. storms, Sio mawe, not demons, na sio mapepo, not temptations, sio majaribu, not fasting, sio chochote not kile, anger, sio hata not hasira, betrayal from Judas. sio kusalitiwa na Yuda. Nothing Hamna chochote would stop kingezuia, him kumzuia to come back to us even today kutujia hata leo and restore what you're looking for. na kukurejeshea kile And meet that unachokitafuta, desire of your heart. kila shauku ya moyo wako. This is his character. Angalia, hii ndio tabia yake. This is his character. Hii ndio tabia yake. He was not made by anybody. Hakubadilishwa na yeyote. He's God. He was not made. He was there. Hakuumbwa, alikuwepo. He was there since the beginning. Amekuwepo tangu milele. He knows everything Anajua kila about kitu me, kunihusu, about you. kukuhusu. He knows the weather. Anajua hali ya He knows storms. anajua He knows oceans. suko. He knows valleys and Anajua mountains. mabonde na milima. He knows your yesterday Anakujua jana and yako. he knows your tomorrow. Anajua kesho yako. His name is Jina hope. lake ni tumaini. He's hope. Jina lake ni tumaini. Tonight, we are going to claim Leo tutaenda that hope. kung'ang'ania hilo tumaini. That hope. Tutaenda kutangaza hilo tumaini. Somebody say with me, I claim. Ninatangaza. I claim Nina my hope. tumaini My langu. hope. In Tumaini Jesus' langu. name. Katika jina la Yesu. Number 2. Jambo la pili. Every good stuff you do turns into wrong. So when everything good you do turns into Wakati wrong. kila kitu unachofanya kinageuka kuwa kibaya, kia kiovu. Hope again. Tumaini tena. I repeat. Narudia I tena. came to remind us. Nimekuja kukukumbusha. Have you ever been in a situation where Unaweza ukawa katika hali ya kwamba everything you try to do, kila kitu unachojaribu kufanya it slips out? kinakwenda mrama. You've tried Unajaribu, and tried. unajaribu tena. You've waited. You've waited Umesubiri and waited. na umesubiri. You've cried Umelia, and cried. umelia tena. And yet, Lakini it doesn't happen. hakuna chochote kinachofanyika. You have prayed Umeomba, and prayed. umeomba tena. You have knelt down and prayed. Umepiga magoti You have ukaomba. fasted and prayed. Umefunga ukaomba. And you're still born again, Na bado umeokoka ndio. and it doesn't happen. Lakini hakuna kinachotendeka. There is a God Huyu Mungu, who that situation is not a big deal to him. hiyo hali si kubwa kuliko Mungu. He knows the doctor that treats your body. Anajua tatizo ambalo unalipitia. He knows your next interviewer for your next job post. Anajua huyu andaye kwenda kukufanyia He interview. created that manager for you. Alimuumba huyo manager. He can turn their minds Anaweza akabadilisha hayo mawazo for yako your favor kwa ajili ya kibali anytime. chako. Anytime. Wakati wowote. All he needs Ila anahitaji tu a moment ni muda tu with you. na wewe. All he needs. Kila anachohitaji. I know we need time. Najua tunahitaji mkutano. We want some time. Tunahitaji muda. He only needs a moment. Lakini anahitaji tu mkutano mmoja na wewe. Time is in his hands. Majira yapo mikononi mwake. He only wants a moment. A moment Anahitaji tu muda kidogo na wewe. with you. Pamoja na wewe. So Joseph resisted Yusufu temptation, akapinga majaribu. but still he landed in prison, right? Lakini akaishia kwenda kwenye gereza. Put it down. So you may be obedient, Unaweza ukawa unatii, ni mtiifu, but remember, lakini kumbuka, obedience may not turn you
into your destiny. Utiifu huenda usikubadilishe kufikia hatima yako. Tonight, Lakini jioni ya there's leo a Savior. kuna There's a Father kuna Baba who knows your obedience, ambaye anajua jinsi who ulivyojitolea, is ready to honor that obedience. ambaye yupo tayari, ameona utiifu wako And He wants to restore what the devil has stolen. na anataka kurejesha To you, kile shetani in amekuibia. Jesus' name. Akurejeshe. Somebody is listening to this, right? Mtu asikilize jioni ya leo. He's there waiting for you to embrace Him. Yuko pale anakusubiria wewe umkumbatie. People may say things. Watu wanaweza wakasema mambo. Watu watasema. People will say things. Watakuchanganya. They will confuse you. Kuna mtu anaitwa Tumaini. But there is somebody called Hope. Anataka uende kwake. He wants you to come back to him. Ugeuke. He wants you to turn around. Hata kama umefanya mara 10, mara 20, You may have failed umekosea 20 or 10 tena. times, but you can hope again. Anataka urudie tena leo. He wants you to come back. Akupe nguvu ya He kuendelea. will give you good Usirudi energy to tena. continue. Don't fall. Anaitwa Tumaini. His name is Hope. Kaburi alikumshinda. He is able to win. Kifo hakikumshinda. Death did not defeat him. Aliyesukuma liwe jiwe kwenye ile kaburi He moved the stone. alikuwa ni Roho Mtakatifu It was the Holy Spirit that wa moved kwake that mwenyewe, stone. His own Holy ambaye Spirit anasema anaishi ndani yetu. who lives inside of us. Kama huyu Roho anaishi ndani yetu, The Holy Spirit lives in us. ni nini kilicho kigumu kwetu? What can be so big for us? Nini kinaweza kumshinda huyu Mungu? What is this that can defeat Na Roho wake this God? anaishi ndani yetu, And if this Holy Spirit lives in moyo wake unadunda ndani yetu, in other words, his heart penetrates in our hearts. moyo wake unadunda ndani yetu. His heart beats in our hearts. Anatupenda sana. He loves us. Bahati mbaya huwa hatufahamu upendo wake And sometimes we don't know how much ulivyo he mkuu. loves us. How much this love is powerful. Now Jesus Sasa Yesu was betrayed, yes, alisalitiwa ndio, but lakini in return, kwa that was the door to redemption. hiyo ilimwongoza kwenda kwa ukombozi. You got that? Ulipata hiyo. He was crucified, Akasulubiwa, but that was the door for me to know Him again. na hiyo ilikuwa nafasi ya mimi kumjua tena. He was stripped. Akatolewa mavazi yake. Man, listen. Sasa sikiliza, When the Bible talks about those 39 Biblia stripes, inaposema alipigwa bakora 39, naked, alikuwa uchi wa mnyama, no, that was not normal. na hiyo sio jambo la kawaida. It was difficult. Haikuwa jambo la kawaida, But He endured pain lakini alivumilia mapigo hayo na so uchungu, that you cannot endure pain yourself. ili kwamba wewe usipitie matatizo haya. He is reminding me and you tonight. Anatukumbusha jioni ya leo. Hey, kwa nini unashikilia mzigo peke yako? Why are you holding on to the Unalia burden? mwenyewe. Yupo kwa ajili yetu. He is there for us. Aliugua kwa ajili yetu. He suffered for us. Aliteswa kwa ajili yetu. He suffered for us. Alisulubiwa kwa ajili He yetu. was crucified on our behalf. Tunaongelea aibu. And while Alipata he was aibu. dead, Alipata aibu. he endured suffering and shame. Mwana wa Mungu aliye hai The anasulubiwa. living Son of God crucified. Anatemewa mate. They pitied on him. Mfalme wa wafalme The King of Kings. ilibidi achukue ile aibu He took on the shame. ili wewe na mimi tusichukue hiyo aibu So that tena. we may not have to take on the What shame. we need to do Kile tunahitaji is accept kufanya ni kukubali tu this hope. tumaini lake. Somebody say hope again. Mwambie mtu tumaini tena. Number 3, Jambo la tatu, when you're forgotten, unaposauliwa hope again. tumaini tena. Let's do it. Number 3, sir. Namba 3, When you're forgotten, wakati unasauliwa hope again. tumaini tena. You know, there was a time when Joseph was forgotten. Kuna wakati, kuna majira ambayo Yusufu alisauliwa. He already started to interpret dreams in the palace. Akajaribu kutafsiri ndoto, And yet he was forgotten, remember? lakini hata hivyo walimsahau bado. Genesis 40:23.
I'll read this for us. Genesis 40:23. Mwanzo 40:23. 40:23. Just I'll read from. Can you read from? Tasoma tu. Genesis Mwanzo 40:23. Inasema hivi: lakini huyo mkuu wa wanyeshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Alimsahau, jamani. He forgot him. Alimsahau. He forgot Ni him. mara ngapi umejisikia kama umesahaulika? How many times do you feel like you mimi nimeshawahi kujisikia nimesahaulika mara nyingi sana. that I've been forgotten. Lakini leo But today, Mungu God, wa miungu, God, Baba God, yetu, Mungu wa milele, Heavenly Mungu Father, mwenye huruma, anatukumbusha leo He reminds us kwamba that haujasahaulika, you are not forgotten. You haujasahaulika. are not forgotten. Yupo kwa ajili yako. He is there for you. Jina lake His ni name Tumaini. is hope. He is hope. Yeye ni tumaini. Ni tumaini tena. You can hope again. Hajakuacha. He has not forsaken you. Unajua shetani ni mwongo. You know the devil is a liar. Kazi yake His work ni kuhakikisha unasahau is to make sure that you forget kwamba yeye kila siku anakumbuka ahadi zake that God remembers His promises. na kwamba ahadi zake ni And that ni His yeah and amen. promises are yeah and amen. Ndio kazi ya shetani. That is the work of the Na enemy. kazi ya Roho Mtakatifu But the work of the Holy jioni ya Spirit leo in this evening is to remind ni us. kutukumbusha, He is to remind us that the name kwamba jina above every other name ambalo lipo juu ya Jesus jina yote was resurrected for us. amefufuka kwa ajili yetu. He was crucified for us. Alisulubiwa kwa ajili yetu. We have hope in Him, Na tunaweza and tukamtumainia. nobody can turn that around. Na anaweza akabadilisha Every arrow, kila dakika, every arrow, kila saa, mshale, every arrow kila mshale that the enemy is trying to direct towards you, ambayo adui anakurushia. I pray tonight Ninaomba jioni ya they leo shall be turned around kwamba in utageuzwa Jesus' name. kwa jina la Yesu. Every sickness, Kila ugonjwa, every pain kila be turned around ukageuzwa tonight jioni ya in leo Jesus' name. kwa jina la Yesu. Number 4, Jambo la 4, pointi namba 4. God can turn it in one day. Mungu anaweza akaigeuza kwa siku moja. Genesis 41:14. 41:14 kitabu cha Mwanzo. Let's go next. Next slide. Ndipo Farao akapeleka watu wakamwita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. So God, again, all He needs anachohitaji is one yes. ni siku moja tu, And He can turn that yes na anaweza in one day kwa siku moja into success. aibadilishe kuwa mafanikio. One amen. Amen. He can turn your situation Inaweza kabadilisha around. He was resurrected akafufuliwa once. mara moja. Once. Mara moja tu. And that was it. Na hivyo Ilitosha hiyo ilitosha kumpiga kibano shetani, to beat the enemy, kumfunga shetani to bind the enemy milele na milele. for eternity. Na alipewa jina lililokuu He sana. was given a name that is above all names. Jina lake ni Yesu, His name is Jesus, mwana wa Mungu. the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Number 5, that's the last one. And the last, ya mwisho namba 5. Thank you. Your waiting has a purpose. Machungu yako yana lengo, yana sababu. Again, your waiting has a purpose. Machungu yako au kilio chako kina sababu. Can we say this together? Your waiting has a purpose. I'll point my finger to me. Everybody point your finger to yourself. Kila mtu ajiashirie mwenyewe. Your waiting has a purpose. Kuna sababu. Your waiting Kusubiri kwako has a purpose. kuna sababu. So Joseph declared, Kwa hiyo Yusufu akatangaza, you meant muli evil against me, mabaya mahovu juu but yangu, God meant it for good. lakini Mungu alikusudia mema. What you meant evil for me, Nyinyi mlikusudia
walikusudia maovu, God turned it for good. Mungu akageuza kuwa mema. So his brothers sold him. Ndugu zake walimuuza. And they lied to his father Na wakamdanganya Israel, baba Jacob, yao Israeli, Yakobo, that he was kwamba ameliwa ameliwa na yule mnyama mbaya. Sema kwa Kiingereza. by an animal, an evil animal. Wakamdanganya baba yake. And they lied to their dad. Yakobo alilia. And Jacob cried. Biblia inasema kila siku alikuwa anaendelea kuhuzunika, ana ule msiba. He cried every day. Alisema nitalia mpaka nitakapomuona mtoto wangu. He said, I will continue to cry until the day I see my son. Ameletewa vazi lenye damu. And they brought him a cloth that is full of blood. But what the enemy meant for evil, Lakini kile adui alikusudia what the enemy meant for evil, kile ambacho adui alikusudia, God will turn for good for your situation. Mungu akigeuza In Jesus' name. kwa ajili yako, kwa jina la That is my prayer tonight. na ombi langu jioni leo. That is my prayer. Ni ombi langu. Every lip, every Kila spoken mdomo, word kila neno lililonenwa that they wanted to make you like for evil, they want to turn it for evil against you, ambalo walikusudia ni maovu juu yako. that somehow Asema Jesus will turn it for your good. Mungu ageuze hayo In maneno Jesus' name. In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Will you stand up on your feet real quick? Just stand up. Let's stand, tusimame kwa miguu yetu. I'd like you to lift our hands, if you Nataka can, uinue mikono yako to the Lord God kwa Almighty. Bwana Mungu. Kisi again. Inua mikono yako tu. Or if you can, Kama unaweza, I will pray nitaomba. online with the people who are watching right now. Nitaomba na wale wanaotutazama kwa mtandao. I want to pray for someone. Nataka niombe na mtu You're watching me right now ambaye unanitazama sasa hivi in one faith, na kwa imani in one accord as a church. na kwa kufungamana kwa pamoja na kanisa. We love sinners. Tunawapenda wenye dhambi. If you still wanting to make a decision Kama bado unataka kufanya maamuzi to know this Jesus, kumjua huyu Yesu, for him to become your personal Savior and ili Lord, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, my heart is burning for you. moyo wangu unaugua kwa ajili yako. Jesus will never leave you. Yesu hatakuacha. If you believe him tonight, Kama unamwamini jioni ya leo, if you believed him before kama ulikuwa unamwamini and you left faith, ukaondoka katika imani, you want to turn back to him, unataka kumgeukia tena, his hands are open wide. mikono yake imekunjuliwa. He wants to bring you back in. Anataka kurejeshe tena. He took that pain for you. Chukua uchungu wako kwa ajili yako. His name is Hope. Jina lake ni Tumaini. So, church, can we repeat these words together with anybody who wants to give their lives to Jesus tonight? Kanisa, tuombe pamoja na yeyote ambaye anataka kupeana maisha yake kwa Yesu jioni hii. I just speak in Swahili and you repeat in English. So, Baba Mungu unaishi. To say, oh God, oh living God, Wewe ni Mungu wangu. you are my God. Asante kwa ajili ya Yesu, Thank you because of your son Jesus, Bwana wangu your son Jesus, na mwana wako. and your son. Nimesikia habari zake tena leo. I have heard of his news today, Ninakuamini sasa and I believe you now kuwa Bwana to be na the Mwokozi Savior and the Lord wa maisha yangu. of my life. Nimekukosea mara nyingi sana, I have sinned many times, lakini nimesikia ulichukua dhambi zangu msalabani. but I heard that you took my sins on the cross. Ninatubu leo, I repent today. ninatubu leo I repent today. dhambi zangu zote. All of my sins. Ninageuka Bwana, I turn around, Lord. nifanye mwanao tena I want to be your son. katika jina la Yesu. In Jesus' name. Asante Yesu Thank you, Jesus, kwa kuniokoa. for saving me. If you prayed that prayer, Kama umeomba ombi hili, you are a new creature wewe ni kiumbe kipya. from tonight. Amen.
You are Yahweh. Yeah. Yahweh. Tuimbe wote. Mwambie. You are. Yeah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Alpha. Alpha and Omega. You are Yahweh. Kama unasikia maoni kwa nguvu sana. If you're sick right now, Kama wewe ni mgonjwa na daktari akwambia ni mgonjwa, unaumwa, au una ndugu ambaye anaumwa, unataka kuamini kwa ajili yake jioni ya leo, kimbia hapa mbele haraka, run here. I want to pray for the sick. Come real quick. Unasikia kuumwa, maumivu ya mgongo, any pain, au daktari alisema unaumwa, njoo niombe na wewe. Thank you. I'll pray with you. Yeah, inua mikono yako juu, nitaomba na wewe. lift up your hands. Yeah. Kama unaumwa, njoo, Bwana anataka kukuponya. You are sick, come here. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Rabasi kayanto rabosi yanto rabosi. Ribo yanta rabasanto rabosi. Jesus. I am the Lord that healeth me. I am the Lord, your healer. You sent your word. You sent your word and healed my disease. In Jesus' name, receive your healing right now. Kuanzia kichwani mpaka miguuni, na achilia uponyaji in the name of Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Jehovah Rapha, asante. Ulichukua maumivu yetu msalabani, Yesu. Asante kwa ajili ya mama huyu. Kumbuke leo kwa jina la Yesu. In Jesus' name. And heal your disease. Your healer. You are the Lord that healeth me. That healeth me. You are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord. You are the Lord, my healer. Father, Baba, thank you for your word. asante kwa neno lako. For everyone who needs healing, Kwa kila mmoja anahitaji uponyaji, who needs comfort, anahitaji faraja, who needs hope again, anahitaji tumaini tena. I ask you, Jesus, Nakuomba Bwana, touch them guze Bwana right now sasa hivi with your love, kwa nguvu, with your hope, na tumaini that lako they may see, kwenye yote mgonjwa, that they may see a new day waone siku njema in Jesus' name. kwa jina la Yesu. And Father, we remember our nation Na Baba, back home, tunakumbuka Tanzania. nchi yetu ya Tanzania They're going to go through election. wakati huu wa kupiga kura. May your presence Uwepo wako overtake every scheme of the enemy, ukapite na kutangua kila hila za adui, every tricks and plans of the devil. kila mipango ya adui. We come against bloodshed. Tunakuja kinyume na umwagikaji wa We damu. come against confusion. Tunakuja kinyume na kuchanganyikiwa. Go and lead your people. Nenda ukawaongoze watu wako, Give them the righteous leader. wape viongozi wenye haki. And we'll bring USA before you, Master. Tunaileta nchi ya Marekani mbele We yako. pray for president of this nation. Naombea rais wa nchi hii.
Give him wisdom. Mpe hekima. Give him courage. Mpe busara. Give him hope again. Mpe tumaini tena. Through the nights and days that he has to go through things that are tough to explain. Protect him. Bless him. Protect this nation. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tupige makofi kwa Mungu kwa kipindi kizuri cha mahubiri ambayo Pastor Sam ametubariki nayo. Amen. Ubarikiwe. Basi kuungana na kuambatana na madhabahu ya umoja, ningependa tuwakaribishe kwenye kipindi cha matoleo na sadaka. Tunaamini tumepokea uponyaji, tunaamini tumefunguliwa kwenye njia tofauti ambazo tunamhitaji Mungu katika maisha yetu. Basi tunaweza kuungana na Mungu na kutoa sadaka zetu kwa kuwa tunaamini tumepokea kile ambacho tulikuwa tunakitarajia kwa siku ya leo. Amen. Amen. Kwa kawaida tunakuwa na njia 3 za matoleo. Njia ya kwanza ni njia ya Cash App. Kama kuna namba ambazo zipo kwenye screen zetu, kama unatoa kwa njia ya Cash App, basi namba hiyo iko hapo, unaweza kutumia. Na pia tuna QR code ambazo ziko available. Ukihitaji QR code unaweza kunyosha mkono na ushers ambao wako pembeni wanaweza kukupatia. Njia ya pili ni njia ya cash. Kama unahitaji bahasha, ukiangalia kwa pembeni yako kwenye kiti chako, unaweza kukuta bahasha ambayo iko hapo pembeni yako. Kama utakuwa huna bahasha yoyote, basi unaweza kunyosha mkono na ushers wakakuletea bahasha hizo kwa ajili ya sadaka. Na njia ya mwisho ni njia ya Zelle. Kwenye screen zetu kuna namba ambayo ni ya kutoa kwa njia ya Zelle. Basi unaweza kutumia namba hiyo kutuma sadaka yako kwenye Zelle ya kanisa. Basi ningependa kumkaribisha Deborah kwa ajili ya nyimbo ya sadaka kwa kuenda kuplay cello. Karibu.
Makofi jamani kwa Deborah kwa nyimbo nzuri. Amen. Na Mungu awabariki kwa matoleo yenu pale mlipotoa. Mungu awazidishie kwa maelfu. Amen. Amen. Basi ningependa kumkaribisha baba mchungaji aweze kuendelea na chakula cha Bwana. Karibu. Tusimame. Let us stand up, please. Chakula cha Bwana, The Lord's Supper, tunashiriki mkate we share bread na maji ya mzabibu kama damu. and the vineyard juice, we use it as a blood. Kati ya vitu au niseme hakuna kitu chenye nguvu There's nothing more powerful kama chakula cha Bwana. as the Lord's Supper. Wangapi wamesikia anachokisema? How many of you heard this? Kwenye maisha ya Ukristo In the Christian life, hakuna kitu kikubwa there's nothing powerful kama chakula cha Bwana. as the Lord's Supper. Tunaposogea kupokea chakula cha As we Bwana, get closer to receive the Lord's nataka Supper, ujue I would like you to know unapokea mwili halisi wa Yesu. that you are receiving the real body of Christ. Yesu alisema Jesus said, alipokuwa amekaa na wanafunzi wake, as he was sitting with his disciples, alichukua mkate akaumega, he took a bread and broke it into two. akasema huu ndio mwili He wangu, said, this is my body. sio mfano wa mwili. He didn't say it just as Akasema a body. huu ndio mwili He wangu. said, this is my body. Nilifundisha juu ya chakula cha Bwana siku za nyuma, I taught about the Lord's Supper. lakini the moment unapopokea mkate However, the moment you receive that bread na kuweka mdomoni, and put it in your mouth, maana yake umepokea mwili halisi wa mean Yesu. you've received the real body of Christ. Akasema huu ndio mwili wangu He said, this is my body. unaotolewa kwa ajili yenu That is a sacrifice for you na kwa ajili ya wengi. and for many. Alafu Yesu huyo huyo And that same Jesus, ambaye Pastor Sam amemzungumza vizuri sana siku the ya one leo, that Pastor Sam just explained really well today, na mchungaji Epapi alizungumza vizuri sana. and the Pastor Epapi spoke about him really good. Pastor Chaka wa Musa na alizungumza vizuri And sana. Pastor Chaka Musa also spoke about him really good. Akasema hii ndio damu yangu, He said, this is my blood. sio mfano. He didn't say it like a blood. Alisema hii ndio damu yangu, He said, this is my blood. sio inayolinganishwa. He didn't say it looked like. Alisema hii ndio damu He yangu said, this is my blood inayomwagika kwa ajili that is yenu being shedded for you na kwa ajili ya wengi and for many kwa ondoleo la dhambi. to remove your sin. Unapokuja mpendo kupokea chakula cha When you Bwana, approach, beloved, to receive the Lord's inawezekana Supper, umekuwa ukipokea kwa mazoea, you may be receiving it just as a lakini nataka habit. nikwambie leo, I would like to tell you today, chakula cha Bwana sio kitu cha the mazoea. Lord's Supper is not something like a Unapokea habit. mwili, You're receiving the body, unapokea na damu ya Yesu. receiving the blood of Jesus Christ. Karibuni, chakula cha Bwana kwa tayari. Karibu mchungaji Papi. You are welcome. The Lord's Supper is ready. Mara moja tujipange.
akasema, kuleni na kunywa kwa kunikumbuka mimi, enendeni na amani ya Bwana. Hiyo damu Yesu akasema, kuleni na kunywa kwa kunikumbuka mimi, enendeni na amani ya Bwana. Kwa ajili ya imani ya mitume, Apostolic Creed. Moja, mbili, tatu. Na muamini Mungu Baba mwenye enzi yote, muumba wa mbingu na dunia, na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa kwenda mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja tena kuwahukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima milele. Amen. Makofi, tukae. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kama tulivyosema, leo dada Jolie anatoa shukrani ya pekee. Today Sister Jolie is going to give a thanksgiving. Kwa kabla sijaita watu ambao wamekuja kumsindikiza, niwaite wenyewe kwanza Jolie na familia yake. So Sister Jolie and the family first should come in front. Mnakuja na wimbo, mnakuja kwa staili gani? Great is thy faithfulness,
Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercy I see. All I have needed, you always provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I needed, you always provided. Great is your faithfulness, Lord, unto me. Amen. Amen. Sasa kama tulivyosema, Yoli amekuja kutoa shukurani. Tumeona baadhi ya vitu vinavyoendelea. Basi Yoli, nikaribishe uzungumze yaliyoko moyoni mwako, alafu baadaye tutaendelea na maombi. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli mimi na kila sababu ya kuwa mbele za Mungu, kumshukuru Mungu sana kwa miaka 18 ya mtoto wetu Deborah, mtoto wa mkono. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, kwa sababu nilisema lazima nirudi kumshukuru Mungu. Kama nilivyokuwa na Deborah, mimi naweza nikasema Deborah ndio shuhuda yangu. Amen. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, nikasema nisisahau na nisamee mbele zenu kwanza kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba na mama mchungaji. Tangu tumekuja kanisa hili, tangu tumekuja hapa kwenye kanisa la Umoja, wamekuwa wakisimama nasi. Nikiwa na swali lolote, mama amekuwa pamoja na mimi sana kwa ushauri, kwa maombi. Kwa kweli sina mengi ya kusema zaidi ya kusema asante kwa baba na mama. Amen. 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 Kwa hiyo na watu ambao ningependa kuwashukuru siku ya leo, kwa kweli kama anavyosema Deborah ni shuhuda, hawajaweza kufika, lakini nimesema lazima nitaje majina yao mbele za Mungu. Dada Viola Bwimbo ambaye ndio alileta kanisa la Umoja. Amen. Ambaye alikuwa ameniambia kuhusu Umoja, lakini tayari nilikuwa naenda kanisa jingine. Kwa hiyo baadaye ndio kanisa lilivyoisha kule ndio nikahamia hapa, na tangu nimekuja hapa kwa kweli namshukuru Mungu sana sana kwa watu wote ambao wamenikutanisha. Mmekuwa wazazi kwa Deborah, mmemwona tangu anakuwa. Nikasema nifanye kitu kidogo, niweke picha tofauti hapo muone alipotoka. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, sina ya kusema zaidi ya asante kwa Bwana. Amen. 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 Kama ambavyo nimesema awali, tangu Joel amejiunga na kanisa la Umoja, labda kama aliposafiri kwenda Tanzania, na mara moja sana anaweza akakosa, lakini utakuwa na taarifa kwa nini amekosekana. Atakueleza kwa kina. Na tunatamani katika makanisa yote duniani watu wampende Mungu na wapende makanisa wanayoabudu. Tunaona pamoja. Na kwa wazi, lakini akazungumza positive. Unafikiri ni wangapi? Ukinipa mimi mtihani nitachagua wangapi? Lakini Joli ni mtu ambaye Paulo anazungumza kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 16 mstari wa 3 na 4. Anasema kuhusiana na Priscilla na Aquila. Mnakumbuka hiyo habari? Anasema hawa pamoja na kwamba ametaja wengi, lakini Priscilla na Aquila
walikuwa tayari kukatwa kichwa kwa ajili yake. Anampenda Yesu, analipenda kanisa, lakini anampenda pia mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mambo muhimu sana. Na utakwenda mbali. Umeshamuona Mungu, lakini utamuona Mungu utashangaa. Utamuona Mungu utashangaa. Mito ya baraka ambayo Mungu ataifungua kwako na uzao wako ni kama ile mito ilikuwa inamwaga kwenye bustani ya Eden. Na nazungumza kama nabii wa Bwana, sizungumzi kama mchungaji. Takwenda mbali. Siri ya mafanikio kwenye maisha ya Ukristo, jifunze kumheshimu mpakwa mafuta wa Bwana. Hiyo ni period. Na kama unaona uwezi kumheshimu, ama ile huduma, nenda mahali pengine, kwa sababu mabaya yanaweza akakufika, si ndio? Yaani aidha unamheshimu au unahama. Lakini usikae humheshimu. Baadhi ya nyinyi naandikia message amnijibu. Mwezi huyu ukiandika message anajibu right away. Mungu awabariki sana. Wanaomsindikiza Joel waje hapa mbele baada ya Joel kuja. Wote ambao mnamsindikiza Joel sasa karibuni sasa mje muungane naye hapa wakati tunakwenda kufanya maombi. Wengine njoni nyuma. Mbele nyuma. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Sasa tunakwenda kuomba kwa ajili ya Jolie. Ngoja nisogee hapa karibu, niweke mikono juu yao. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, siku ya leo tunaungana na familia ya Jolie kukushukuru kwa ajili ya mtoto wake Debora ambaye leo ametimiza miaka 18. Tumemwona akiwa anakuwa, tumemwona akiwa anajifunza vyombo mbalimbali, na leo ameweza kutubariki kwa njia ya uimbaji. Mungu wabariki. Bariki zaidi Debora anapoendelea kukua katika ujana wake. Kila mshale ambao shetani ameandaa juu yake, tunakwenda kusimama katika madhabahu hii na kusema hautaona anapopita na anapoingia. Atabarikiwa shuleni, atabarikiwa nyumbani, atabarikiwa katika kila jambo katika jina la Yesu. Na familia nzima tunaiweka mikononi mwako. Wanakupenda, wanakuheshimu, wanakutumikia. Bwana usiwaache katika jina la Yesu. Amen. Weka sadaka ndio hichi hapa. Natoa sadaka hapo, alafu mtarudi kukaa. Unless kama kuna kitu nimesahau hapa mtanikumbusha. Kama kuna wimbo. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Oh, mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Wewe ni Ebeneza.
Basi leo nakwenda kuzindua kamati yetu ya Thanksgiving. Kwa hiyo kama wewe ni mjumbe kwenye kamati ya Thanksgiving, karibu hapa mbele mara moja tuombe kwa ajili yenu. Thanksgiving committee, you are invited to come in front so that you can be Thanksgiving yetu ni tarehe officially 16. introduced. Tuna kamati inayoandaa sherehe yetu kubwa ya Thanksgiving. Karibuni hapa mbele mara moja. Amen. Tarehe 16 On the 16th, tutakuwa na Thanksgiving yetu kubwa ya kanisa. we'll be celebrating our Thanksgiving as a Jambo la church. kwanza, The first thing, jiandae kuja kumshukuru Mungu. and get ready to come and thank God. Pangilia sadaka yako nzuri, Arrange and organize your offering. kwa sababu ndio really siku well. ambayo tunamshukuru Mungu kwa wema na uaminifu wake kwa mwaka mzima. For that is one day that we are thanking God for His goodness and Ndio kwanza. faithfulness. Lakini la pili And ni kamati yetu ambayo inaandaa hilo jambo. the second thing is the committee that is organizing that. Hawa wamekamilika, si ndio? And they Hapa have- amekosekana Mjuni, mume wa Rose hapa amekosekana. Well, Mujoni, Rose's husband is not here. Na Ansila, Mjuni na Ansila hapa Sister hawapo. Asila, they are not around today. Kwa hiyo ndo kamati ya Thanksgiving ina watu 7 So this is a Thanksgiving committee. na There are wawili 7 of hawako them, hapa ambaye ni and 2 of them Ansila are not here, na Mjuni. which are Sister Asila and Mujoni. Nyanyua mkono wako juu. Please lift up your hand. Sawa, Mungu Baba, Say, God, Father, tunaiweka kamati hii. we surrender committee. Naomba nisikie sauti ya juu sana. Tunaweka kamati hii We surrender this mikononi committee mwako Yehova, in your hand, Jehovah. ukaitumie Use them kwa kuandaa to prepare sherehe kubwa the great kwa ajili ya feast utukufu wa jina lako, for the glory of your katika name. jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mwenyekiti wa kamati ni mwenyekiti wetu wa wanawake na mwenyekiti wetu wa kamati. So the leader, the president of the wengine ni wajumbe. committee is Sister Annette. Basi tukae, baada ya ibada tutakuwa na kikao hapa, mtakuwa na kuzungumza. You may Amen. be seated and we meet tonight. Bwana Yesu asifiwe. Lord Jesus, we praise. Bwana Yesu asifiwe. Lord Jesus, we praise. Amen. Basi ningependa kuwakaribisha media team kwa ajili ya highlight of the week. Ningependa kukumbushia matukio ambayo yanakuwa yanatokea katikati ya wiki, especially kwa siku ya Jumamosi. Tunakuwa na maombi yanaanzaga saa 11 kamili mpaka saa 11:30. Baada ya hapo hapa kanisani, hapa tunakutana kwenye chumba cha watoto ambacho tunakitumia saa hizi, ndio tunakuaga na maombi. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote, karibuni kwenye maombi. Amen. Amen. Baada ya hapo tunakuwa na michezo ambayo inaanza kuanzia saa 11:30 mpaka kuendelea mpaka saa 1. Tunakuwa na vijana, wazee, wa baba, wote tunacheza mipira na michezo tofauti, na pia tunashare neno katika programu hiyo na tunashare pizza. Kwa hiyo karibuni, ni siku ambayo tunaburudika kiroho but also kimwili, tunakuwa Mungu anatubariki. Amen. Amen. Baada ya hapo ningependa kukumbushia siku ya Jumapili tunakuwa na maombi baada ya kanisa, yanaanza saa 3 usiku. Maombi kama unahitaji more information ya maombi hayo unaweza kwenda kwa Dajori, atakuwa na information about hayo maombi. Kwa hiyo tunawakaribisha na kuwasihi kanisa zima tuingie kwenye hayo maombi. Amen. Amen. Basi karibu media team kwa ajili ya highlight.
karibu sana katika Christmas. Karibu sana. Makofi kwa media team kwa kazi nzuri wanayotubariki nayo kwa muda na kazi mbalimbali. Amen. 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 Basi ningependa kumkaribisha baba mchungaji ili kwa ajili ya kufunga ibada. Karibu. Please stand up. Amen. Kwanza niwashukuru wote ambao mmeweza kuja kwenye ibada siku ya leo na wale wanaotufuatilia. Mungu awabariki sana. First of all, I thank those of you who came and those who are following us virtually. May the Lord bless you mightily. Basi tutakwenda kufunga ibada yetu kwa sala ya Bwana, alafu tutakuwa na kikao cha kanisa mara baada ya kutoa baraka za mwisho. Kwa hiyo tunaomba usiondoke, uwepo kwa ajili ya kikao, kwa ajili ya mambo yetu ya Thanksgiving. So we are going to close the service and then we'll be having a brief meeting after that. Please do not leave, for we are having a brief meeting for Thanksgiving. So Lord's Prayer, please media. Amen. Tuombe sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni,
jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe dunia mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe makosa yetu kama sisi tunavyosamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Basi Mungu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote, awalinde, awatunze na awafanikishe katika kila tendo jema katika wiki nzima iliyoko mbele yenu, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni waimbaji.